mwisho utakuwa wimbo namba 137, saa heri ya sala tunapojidhiri. Beti la kwanza tutaimba na la pili tumekaa, halafu la tatu na la nne kanisa lote tutasimama. Kanisa lote tutasimama na beti zilizobaki.
Bwana ni mwema na wakati wote. Bwana ni mwema kanisa na wakati wote. Basi ni saa pekee na tulivu sana ambayo imani yangu inaniambia kwamba wewe uliyeingia ndani ya hekalu hili asubuhi ya leo, kile ambacho unakwenda kumpelekea Bwana ukimwamini kinakwenda kutendeka sasa na mapenzi yake. Mnasemaje? Kuwa na imani kwa Mungu. Tutasoma mafungu machache kututia moyo na kutuelekeza namna ambavyo tuwapaswa kumwendea Mungu. Na mara baada ya hapo tutaimba wimbo namba 136 beti moja na chorus, wakati kama kuna mtu anahitaji kuweka maombi yake, hata wakati tuendelea na mafundisho ama mafungu haya machache, unaweza kufanya hivyo kwenye sanduku la maombi na kisha Bwana atatubariki. Tasoma kitabu cha Mathayo 21 fungu la 18 mpaka 22. Ni mafungu ambayo tumeyazoea, ni mafungu ya kawaida, lakini yana maelekezo makubwa sana katika maisha yetu ya kiroho. Inasema, hata asubuhi alipokuwa akienda mjini, aliona njaa. Akaona mtini mmoja kando ya njia, akauendea asione kitu juu yake ila majani tu. Akawaambia, yasipatikane matunda kwako tangu leo hata milele. Mtini ukanyauka mara. Wanafunzi walipoona walistaajabu wakisema, jinsi gani mtini umenyauka mara? Yesu akajibu akawaambia, amin nawaambia, mkiwa na imani msipokuwa na shaka, mtafanya si hilo la mtini tu, lakini hata mkiwaambia mlima huu ng'oka ukatupwe baharini, litatendeka. Na yeyote mtakayoyaomba katika sala mkiamini, mtayapokea. Mafungu haya machache yanatujengea lengo kuu la sisi kufanya maombi yenye tija mbele ya Mungu. Kwa sababu tunaweza tukawa tunapeleka maombi yetu mbele ya Mungu, lakini yasiwe na tija mbele zake. Tunaona Kristo anapowajibu wanafunzi hawa na kuambia ya kwamba ni jambo moja tu linalohitajika kwao, ni juu ya kumwamini Mungu na kuamini nguvu ya nani? Ya Mungu. Sijui ni jambo gani ambalo unaweza ukawa unalo binafsi ambalo linakusumbua au limekuwa likusumbua muda mrefu. Mungu hahitaji kitu chochote kutoka kwako. Hakuna kitu ambacho tunaweza tukamlipa Mungu ili kuweza kufanikiwa katika yale ambayo tunayo katika maisha yetu ya kiroho, maisha yetu ya kijamii, maisha yetu yoyote yale. Anachohitaji kutoka kwetu ni jambo moja tu. Tumwamini. Tuamini nguvu na uweza wake. Lolote gumu ulokuja nalo siku ya leo, mkabidhi. Yeye ni mwaminifu wa kweli na wa haki, atakwenda kulitenda. Tunapokwenda magotini, Mzee Michael utashika sanduku hili kwa yale maombi ambayo yapo humo ndani, na nitaomba mimi pamoja na mhubiri wetu wa leo tutaomba pamoja. Nawe pia utakuwa ukiendelea kuomba kimoyomoyo maombi yako, sala zako kwa Bwana, na hatimaye Mungu atajibu ombi lako. Lakini kama kanisa pia, kwa yale ambayo tumejiwekea mwakani, kuna malengo makubwa ya uinjilisti katika kanisa la Mikocheni. Ombea mipango yote ya mwakani kwa ajili ya utukufu wa Bwana, lakini pia hata katika maisha ya mwaka huu project zilizobaki mbalimbali za utume Mungu akaweza kuzifanikisha. Bwana atubariki. Tunapokwenda magotini, na tutaomba mara baada ya kuwa tupo kwenye magoti. Karibu. Tuombe. Baba yetu na rafiki yetu wa mbinguni, unayeketi mahali pa juu mbinguni palipoinuka. Mbinguni ni mahali ulipoweka kiti chako cha enzi. Duniani ni mahali ulipoweka miguu yako. Na hivyo tumekuja kusujudu mbele zako, tukiamini ya kwamba Bwana wewe upo katikati yetu.
tunarudisha sifa na utukufu kwako kwa sababu unastahili. Baba yetu wa mbinguni, tumekuja kwako jinsi tulivyo. Tumekuja na kila aina ya uovu, kila aina ya madhaifu, kila aina ya uchafu wowote ambao tumekutenda, kwa kunena, kwa kuwaza na hata kwa kufikiri pia. Tumekutenda wewe Mungu wetu dhambi, tena tumekutenda wewe peke yako. Ninakusia kwamba Bwana, naomba ukapate kutusamehe. Mfalme wa amani, tumekuja kwako kwa shukrani za pekee. Wakati wengi wakiwa hospitali wamelala katika vitanda vyao, wewe Bwana umekuwa pamoja nasi katika kutuleta ndani ya hekalu lako. Wapo wengi wanaokata roho sasa, sisi tumepiga magoti tukikushukuru. Wapo wengine ambao wako kwenye vyumba vya operation, lakini sisi tu wazima tumekuja mbele zako. Tunapofikiri wema wako, tunapofikiri namna ambavyo umetutendea. Naam, kuna wakati tulipata ajali, wenzetu walilala lakini wewe ulituokoa. Kuna wakati tulilazwa, wenzetu walilala lakini wewe ulitunyanyua. Tuna kila sababu ya kukushukuru. Tukurudishie nini Bwana kwa wema na fadhili zako? Tunarudisha sifa na utukufu mbele zako, kwa kuwa Bwana wewe ni mwema kwetu. Baba yetu wa mbinguni, Mfalme wa amani, Mungu mkuu, watu wako wamekuja kwako, wamekuja na kila aina ya maombi yao. Kubali kusikia, kubali kutenda, kubali kujibu sawasawa na mapenzi yako. Huenda kuna mipango katika kanisa hili, namna ya utendaji wako wa kazi. Baba, ninakuomba watu wako wanapomimina mioyo yao kwako, kubali kutenda kwa kadiri ya mapenzi yako. Lakini wamekuja wengine wakihitaji kazi, wengine wanakuomba kwa ajili ya familia zao, wengine wanaomba kwa ajili ya watoto wao, wengine wanaomba kwa ajili ya waweze kupata wachumba, lakini wengine wanaomba kwa ajili ya wazazi wao. Tafadhali Bwana, nakusihi ingilia kati. Lakini yule anayeomba anahitaji upate kumfundisha neno lako na dhambi ikakome katika maisha yao. Tafadhali nakusihi ingilia kati na kukusia kwamba Bwana ukatende ili wewe upate kuinuliwa. Endelea kubariki huduma ya leo. Ndivyo ninavyoomba kwa imani, kwa jina la Yesu, amina. Mfalme wa amani, Mungu wetu mkuu, Baba uishie hapo juu mbinguni, tuna kila sababu ya msingi ya kutukuza wewe kwa upendo wako mkuu. Tazama, hata sisi wanadamu tulipoingia dhambini, wewe mwenyewe ulikuja kufa ili utuokoe. Tunakutukuza kwa kuwa Mungu ulituthamini kama wanadamu, na kwa kuwa Baba ulionyesha kututhamini, tunajinyenyekeza chini ya kiti chako cha enzi tukiukiri ukuu na uweza wako. Mungu wa mbinguni, katika kanisa hili wana na binti zako wamo ndani ya hekalu hili masaa haya, wakileta haja za mioyo yao mbele zako. Ninachokusini kuomba ya kwamba ikiwa kuna kwazo lolote ambalo linaweza likazuia ombi la yeyote aliye ndani ya hekalu hili masaa haya, hebu Mungu ukalisamehe na ukapokea maombi ya wana na binti zako kama manukato safi katika kiti chako cha enzi. Nami ninapokuja Mungu nikitamka, natamka kwa imani ya kwamba yule aliyekuja hapa akiomba juu ya uponyaji, sijui anaumwa jambo gani, tangu sasa Mungu umemponya. Yule ambaye amekuja hapa akiomba juu ya ajira, yule ambaye amekuja akiomba juu ya jambo fulani ambalo linamsumbua maishani mwake, sijui ni jambo gani linamsumbua mama yule, baba yule, kijana yule, lakini wewe uliye sirini mbinguni una uwezo wa kusoma toka mioyoni mwao. Mungu, naomba nikiamini ya kwamba yote yamekwisha kutokea. Hivyo tunakurudishia sifa na utukufu kwa kuwa tuna imani ya kwamba tunapotoka magotini katika masaa haya, wewe unakwenda kudhihirika katika maisha yetu. Tunalikabidhi kanisa hili Mikocheni kwako, mipango ambayo imebaki ya mwaka huu na mipango ya mwakani, nayo Mungu kwa imani kabisa naona ya kwamba umekwisha tekeleza kwa utukufu wa jina lako. Uliwaasa Kristo alipokuwa hapa duniani wanafunzi ya kwamba wajapo kwako au wajapo waombapo neno lolote wakiwa na imani, wanaweza kuambia hata mlima uhame na ukahama. Milima yoyote ya maisha ya kiroho, ya maisha ya kiuchumi, ya maisha ya afya,
ya maisha ya kila siku iliyo mbele yetu. Mungu, tujengee imani ili ya kwamba tunapokuwa tukiomba milima hiyo ikayeyuke. Mungu wa mbinguni, tunajikabidhi kwako tukiamini ya kwamba hata mkono ambao mzee Michael Dako ameweka katika boksi lile, maombi yale andiko unaona binti zako, nayo umeyasikia na umeyajibu kwa imani tangu sasa. Mungu wa mbinguni, tunajikabidhi kwako katika siku ya leo. Naomba na kusia kwamba ulitenga sabato ikawe ni maalum kwa ajili ya kuabudu, lakini pia ulitenga sabato siku maalum ya kuendelea kutubariki. Kila aliyekanyaga ndani ya hekalu hili katika kanisa hili Maria, lakini kila aliyekanyaga hekalu lolote lile siku ya leo, basi baraka zako zikaambatane naye tangu sasa na hata milele. Tumeomba kupitia jina la mpendwa mwana wa Yesu Kristo. Amen. Amina. Sabato njema. Tufungue vitabu vyetu, kitabu cha Zekaria 7 mstari wa 6. Nitasoma pia Wakorinto wa kwanza 10 mstari wa 31. Ninasoma Zekaria 7 mstari wa 6. Na wakati mlapo chakula na kunywa, je, hamli kwa ajili ya nafsi zenu na kunywa kwa ajili ya nafsi zenu? Narudia. Na wakati mlapo chakula na kunywa, je, hamli kwa ajili ya nafsi zenu na kunywa kwa ajili ya nafsi zenu? Nafungua tena Wakorinto wa kwanza 10:31. Basi mlapo au mnywapo au mtendapo neno lolote, fanyeni yote kwa utukufu wa Mungu. Hilo ndilo neno la Bwana. Omba mzaji wa muziki, karibuni. Wimbo tunaokwenda kuimba ni wimbo namba 58. Kanisa, tutasimama kwa ajili ya wimbo huo. Leo ninafikiria nchi nzuri. Kanisa, karibuni tusimame kwa ajili ya kuimba wimbo mkuu. Sitakuwa nyota,
Tutakwenda katika magoti kwa wale wageni ambao labda ndio mara yao ya kwanza kusali katika kanisa la Mikocheni. Msiinuke katika magoti mpaka mtakaposikia wimbo wa pili wa kumalizia maombi umeimbwa, ndipo mtakapo inuka katika magoti. Tupige magoti kwa ajili ya kupokea ombi. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu uliye juu mbinguni patakatifu, tuna kila sababu ya kukushukuru masaa haya kwa kuwa nasi. Tangu wiki iliyopita umekuwa nasi na ukaturudisha tena leo. Tunasema asante, jina lako litukuzwe. Tunasema asante Baba kwa juma hili ambao umekuwa nasi tangu Jumapili. Tumesikia maneno mazuri juu ya afya zetu. Baba, tunakuja mbele zako tena siku ya leo kuja kukuabudu. Pokea sifa, utukufu na shukrani, na jina lako litukuzwe. Masaa haya Baba, namkabidhi mikononi mwako mtumishi wako ambao umemwandaa kunena nasi. Kamfunike na utukufu wako ili watu wasimuone yeye bali wakakuone wewe kupitia yeye. Mtumie upendavyo Baba, nasi tuko tayari kusikia. Nena nasi kwa sababu Baba umesema utamtumia. Endelea kutubariki kwa sababu ya leo. Kabariki kila mmoja wetu masaa haya. Tunaamini kwamba utatenda hivyo na kumaliza nasi, maana tumeomba kupitia kwa jina la Yesu Kristo Bwana na mkombozi wetu. Amen. Bwana ni mwema wakati wote. Tusikilize somo la uwakili, Sabato ya 42. Kichwa cha somo kikisema giza makanisani. Wengine wanashindwa kuwafundisha watu kufanya wajibu wao. Wanafundisha ile sehemu ya imani yetu ambayo haileti upinzani na kutokuwapendeza wasikilizaji wao. Lakini hawatangazi ukweli wote. Watu hufurahia ujumbe wao, lakini wanapungua kiroho kwa kuwa madai ya Mungu hayatimizwi. Watu wake hawamrudishii mali yake, yaani zaka na sadaka. Unaleta giza makanisani, na mchungaji wao ambaye haonyeshi wazi mapenzi ya Mungu yaliyofunuliwa yupo katika lawama pamoja na watu wake, maana hakujali wajibu wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Wajibu wa mchungaji leo anachosema ni kwamba Bwana anatutaka turudishe zaka na sadaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu atusaidie, maana hilo limesemwa na limesikika. Hivyo mchungaji hatadaiwa. Karibu mtu wa sadaka.
Kisa hichi kinatangulia matoleo yetu ambayo tutayaleta. Tumezoea kusikiliza kabla ya zaka na sadaka, kuna kisa ambacho kinatutangulia. Sasa leo naomba utege sikio lako zaidi ulivyotega huko nyuma kusikiliza. Ni kisa cha thamani sana. Kinaanza na swali. Nasema, je, ulikuwa upotevu? Je, ulikuwa upotevu? Hebu mwambie jirani yako ili kwamba inate hiyo swali, hiyo linate kwenye akili yako. Je, ulikuwa upotevu? Mwambie jirani yako. Haya, sasa mnisikilize. Inasema, naye alipokuwa hapo Bethania, nyumbani mwa Simoni Mkoma, ameketi chakulani, alikuja mwanamke mwenye kibweta cha marihamu ya nadro safi ya thamani nyingi. Akakivunja kibweta, akaimimina kichwani pake. Palikuwa na watu waliochukizwa katika nafsi zao wakisema, kwani kupoteza marihamu namna hii? Maana marihamu hii ingaliweza kuuzwa kwa dinari 300 na kuzidi, wakapewa maskini. Wakamnungunikia sana yule mwanamke. Marko sura ile ya 14 fungu la 3 mpaka la 5. Mariamu alitoa marihamu ya nadro safi ya thamani nyingi kwa Bwana Yesu ili kuonesha shukrani na upendo wake kwake. Hebu sasa tafakari jinsi wale mitume walivyoitazama zawadi ya Mariamu. Katika neno moja, upotevu. Bila kuingia ndani sana katika nia zao, ukweli unasalia kwamba baadhi ya watu huwa wanadhania kuwa kutoa kwa ajili ya kusudi la Mungu kwa kweli ni upotevu. Watu hawa nyakati fulani wanaweza kutoa kwa wingi kwa ajili ya makusudi mengine wanayodhani yanastahili, lakini inapokuja kwa kusudi la Mungu huwa wanatoa tu kiasi kidogo sana, kwa sababu wanafikiri kuwa ni upotevu wa rasilimali. Fikiria juu ya mguso wa ujumbe wa Injili. Ikiwa kila mtu angetoa kama Mariamu alivyofanya, hivi tusingekuwa tumepeleka Injili kila mahali duniani kwa hadi sasa. Jambo la kusikitisha, kwa sababu baadhi ya watu wanafikiria kwamba kumtolea Mungu ni upotevu. Kazi ya Mungu inapata shida na haisongi mbele kwa kasi kama ambavyo ilipaswa kuwa. Hakuna palipo bora kuweka rasilimali zetu kuliko katika kuunga mkono kusudi la Mungu. Tunapotoa kwa ajili ya mpango wa Mungu, tunaweka hazina zetu mbinguni. Mathayo 6:19 mpaka 21. Hili linamaanisha hatuungi mkono tu kusudi la Mungu hapa duniani. Tusingewezesha watu wengi kusikia juu ya upendo wa Mungu na zawadi yake ya ajabu kwa binadamu kupitia kwa nafsi ya mwana wake, bali pia tunaweka hazina kwa ajili yetu wenyewe mbinguni. Je, mguso wa ujumbe wa Injili ungekuwaje ikiwa kila mtu angetoa kama Mariamu alivyofanya? Wito. Hebu Mungu atubariki tunapoendelea kuunga mkono kusudi la Mungu na kujiwekea hazina mbinguni. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu uliye juu mbinguni, jina lako litukuzwe. Asante kwa ajili ya muda huu kutukumbusha
umuhimu wa kutoa vitu vya thamani na mali zetu za thamani kwa ajili ya kazi yako, kuunga mkono kazi yako, ili injili iweze kusogea kwa haraka na tumalize kazi tuende nyumbani. Wakati mwingine tumetoa kidogo sana tukisema ni upotevu, lakini kwenye matukio mengine ambaye yanatufurahisha nafsi zetu tumetoa sana. Mungu wetu tusamehe. Ninaombea kila mmoja ambaye atanyosha mkono wako kukutolea. Pokea mioyo yetu, pokea sadaka zetu ambaye tunaenda kuzileta, ziweze kufanya kazi yako na tuweze kuweka hazina mbinguni, mahali ambapo maisha yetu ya baadaye yatakuwepo. Ndivyo ninavyoomba na kuamini, ni katika pendo lako Yesu. Amena. Kwa ya kanisa tunaomba mje hapa mbele mtuhudumie wakati wa sadaka. Karibuni. Ingawaje mawimbi yasuka roho, sitaogopa kamwe. Dhoruba na zivume, kwa nguvu na hasira, Yesu nituliza. Nina nahodha imara, hivyo sitaogopa. Niwapo naye Yesu, ni rubani shupavu. Hayo yote ni uhakika. Dhoruba na zivume, misukosuko mingi, maisha matatizo, mashaka yanasonga. Mwamini Bwana Yesu, kwake wote salama. Nina nahodha imara, hivyo sitaogopa. Niwapo naye Yesu, ni rubani shupavu. Hayo yote ni uhakika. Jipeni moyo sasa, Bwana tupe imani.
Yesu, rubani wa hakika, tukiwa naye Yesu, sisi sote salama. Nina nani imara, hivyo sitaogopa, niwapo naye Yesu, ni rubani shupavu. Hayo yote ni uhakika. Sabato njema. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya ibada hii ya matoleo. Basi kipindi chopo ni matangazo. Utambulisho. Waliotoka kuimba wakati huu ni kwaya yetu wa kanisa. Namba tupunge mkono. Ya walikuwa kisaidiana na mashemasi wa zamu. Namba na wapunge mkono. Amen. Lakini aliyetuongoza katika maombi ya siku ya leo alikuwa mzee wetu wa kanisa, mzee Richard Tasani. Aliyetuongoza katika fungu kuu pamoja na ombi la magotini anaitwa Mea Longwe. Huyo ni kiongozi wa idara ya uchapishaji na roho ya unabii. Aliyetuongoza katika somo la sadaka anaitwa Mama Agnes Daniel. Kini mwimbishaji wa siku ya leo anaitwa Peter Dangwa. Mimi nilio mwenyekiti ninaitwa mzee Michael Dako. Lakini baada ya kwaya atakayesimama ndiye aliyekuwa akitupatia masomo haya ya afya, lakini na usomaji wa roho ya unabii kwa wiki nzima. Na si mwingine ni APD Monica Simon. APD ni kifupi cha Assistant Director Publishing Ministry wa ECF katika jimbo letu dogo la Pwani Mashariki mwa Tanzania. Kwa Kiswahili inamaanisha ni mkurugenzi msaidizi wa mkurugenzi wa jimbo letu dogo la ECF, akiwa anasimamia kanda ya Mwenge, kanda ya Manzese, lakini kwa kipindi hiki cha sasa anasimamia pia au ni mlezi wa kanda ya Kinondoni pamoja ya Magomeni. Kwa hiyo ni mkurugenzi msaidizi. Ukimwona yeye anaweza akawa na salamu za jimbo, maana na kuna mkurugenzi wa jimbo, naye si mwingine ni Simon. Wangapi wanamkaribisha baada ya kwaya? Basi baada ya kwaya mama na kunena na watu waweze kupata. Basi Mungu atubariki. Karibuni katika mwendelezo wa nitakapofika mwisho wa safari, nitamwona Yesu aliyenifia, nitamshukuru kwa upendo wake milele.
tumeshinda miaka 1000. Huo ni mwanzo. Miaka 1000. Bwana ni mwema na wakati wote. Jamani, ninawapenda. Hata wale mnaonifuatilia kwenye mitandao sehemu mbalimbali mlipo, ninapenda kuambia jambo hili ya kwamba ninawapenda, ila Bwana aliyewaumba anawapenda zaidi. Nipende kuwaletea salamu kutoka katika jimbo letu dogo la field ya ECF. Mwenyekiti, mwazini na katibu wanawasalimia. Tulikutana nao siku ya Alhamisi, tulikuwa na kikao mahali pale, na walisema mahali mtakapoabudu muwafikishie salamu. Na mimi kwa uaminifu kabisa, hata ninyi ni shahidi, nimewasalimia. Bwana awabariki sana. Lakini nipende kuwashukuru wale ambao kwa muda wa wiki nzima wametoa muda wao, wametoa nafasi yao, wakaja kusikiliza kila ambacho Mungu alikuwa akinena nao, na wala sitawauliza wangapi. Kwa hiyo uwe na amani kabisa. Usije ukatafuta kichaka sahihi cha karanga. Sitawauliza wangapi, ila mimi ninalosema ni hili: wale walioamua kuja wakasikiliza kila ambacho kinafaa, Bwana na wabariki sana. Masomo yetu yalikuwa ni mazuri. Tuliona namna ambavyo ulaji na unywaji ni kitu ambacho ni cha msingi sana. Lakini pia tukabaini ya kwamba tunaugua kwa sababu ya kula na kufanya nini? Na kunywa. Ya kwamba maradhi mengi tunayoyapata yanatokana na jinsi tunavyokula na jinsi tunavyokunywa. Aidha tunapunguza kiwango cha lishe au tunazidisha, hatuli kulingana na kila ambacho Bwana ameruhusu tuweze kukitumia. Lakini pia tuliona namna ambavyo upuuziaji wa amri 10 za Mungu na amri za afya ambazo zimewekwa umekufikisha hapo ulipo, umenifikisha hapa nilipo, na hata hivyo jinsi ulivyo inatokana na kula na kunywa. Bwana atusaidie. Tuliona namna ambavyo kuna matokeo mabaya zaidi tunavyotumia nazi kama kiungio cha kuweza kuunga mboga, namna ambavyo hilivyo na cholesterol nyingi katika mwili wa mwanadamu, na namna ambavyo inaweza ikasababisha matatizo makubwa katika moyo na hata katika mishipa. Tuliona madhara makubwa ambayo yanatokana na viungo. Lakini pia tuliona chakula ambacho kinatokana na wanga, namna ambavyo ni cha msingi sana katika maisha yetu. Lakini tulisisitizwa tuweze kula nafaka ambayo ni kamili, nafaka ambayo haijakobolewa. Na tuliona namna ambavyo mboga ni za muhimu. Tukashauriwa kula mboga ambazo zina virutubisho. Unaweza ukasema wewe mama, kuna mboga ambazo hazina virutubisho? Ndiyo, zipo. Vyakula ambavyo vimesindikwa kwa aina zake. Wakati mwingine hata mboga ziko humo ndani, na kwa sababu hata zile nyuzi hamna, ni hatari kwa afya yako. Lakini tuliona namna ambavyo, nikiwa leo kwenye darasa hapa, kuna sehemu nimechangia nikasema na ninanukuu ya kwamba kusahau ni dhambi. Wala ambao hatusahau tupunge mkono. Yani wewe huwa usahau, punga mkono. Kwa hiyo tuna kazi ya kufanya. Utatubu saa ngapi sijui, na wala sijakwambia utubu, ila ukiona ni vema utubu, tubu, kwa sababu inatokana na kula na kunywa nini? Vibaya. Hayo ndiyo matokeo ya kila ambacho tunategemea ya kwamba tunakula vizuri, kumbe hamna. Lakini tukaona namna ambavyo tumezoea kuweka magadi katika chakula.
Yani wewe hata unapopika mlenda unaandaa, yani ili uweze kuwa mzuri kwako ni lazima uweke nini? Magadi. Halo, unajiua taratibu, lakini kwa nini? Kwa uhakika. Tuliona madhara yanayotokana na magadi. Magadi yanaweza kusababisha saratani, tena ikiwemo saratani ya matiti. Tulijifunza na wala siwezi kurudia yote yale ambayo tumejifunza, lakini tuliona namna ambavyo vyakula vinavyojenga mwili, vyakula vya protein kwa aina zake, na tukashauriwa ulaji wa nyama ya kwamba tunapasa kula angalau makasha 2 ya vibiriti. Yani huo ni ulaji wa nini? Wa nyama. Lakini pia tukaona nyama nyeupe tunashauriwa kula angalau makasha 3. Yani unajua kuna watu kama nini wanakula nyama hata hii ngumi ni ndogo, yani wanabeba vyote. Na wakati mwingine, kama unataka kufahamu hili, wakati wa buffet zinapokuwa zimewekwa, hawawezi kuweka mtu anayesevu chakula kwenye maharage. Huwa wanaweka kwenye nini? Hata nyinyi mnajua, hata nisipomalizia, ili waweze kuweka. Wengine wanachukua finyango 10, wengine wanazo 5. Unakula unafikiria kwamba unajenga mwili, lakini kumbe badala ya kujenga unajitakia matatizo makubwa. Jana pia tuliona unywaji wa maji vimiminika. Tukaona namna ambavyo kuweza kunywa maji yaliyo salama na safi ni jambo la msingi mno. Tukashauriwa ya kwamba vimiminika vinavyopatikana katika sharubati sio salama zaidi. Ni kwa nini? Kwa sababu vingi vimetengenezwa kutoka katika viwanda, na hivyo wameweka kemikali ambazo sio salama kwa afya yako. Tukaona namna ambavyo maji ni kiungo muhimu katika mwili wa mwanadamu. Moyo ili uweze kusafisha damu vizuri unategemea maji. Ili figo ziweze kufanya kazi vizuri unategemea maji. Kiungo chochote katika mwili wa mwanadamu kinategemea maji. Na hivyo tukaona maji yalivyo muhimu, lakini ni maji yaliyo safi na salama. Na kingine tukajifunza ya kwamba ni vema kula matunda. Yani tunda kama tunda, sio vema sana kuchukua sharubati na kunywa. Kingine tulichojifunza ya kwamba tunatakiwa kula chakula kwanza, ukae dakika 15 hadi 30 kwa ajili ya kula matunda. Ni kosa kubwa kula matunda pamoja na chakula. Halo, Bwana atusaidie. Bwana awe pamoja nasi. Kwa sababu hiyo, basi siku ya leo tupende kujifunza namna ambavyo Mungu anahitaji tuweze kula na kunywa. Leo tutachunguza katika maandiko matakatifu ya kwamba hivi kula na kunywa kulianza wapi, na ni kwa nini Biblia inasisitiza juu ya kula na kunywa. Zakaria 7 mstari wa 6. Nitasoma tena Wakorinto wa kwanza 10 na ule mstari wa 31. Neno la Mungu linasema ya kwamba na wakati mnapo chakula na kunywa, je, hamli kwa ajili ya nafsi zenu na kunywa kwa ajili ya nafsi zenu? Bali mlapo au mnywapo au mtendapo jambo lolote, fanyeni yote kwa utukufu wa nani? Kwa utukufu wa jina la Bwana. Ikiwa unafanya jambo lolote lisilomtukuza Mungu, acha. Ikiwa unaona ya kwamba unakula na kunywa lakini kweli unachokula hakimtukuzi Mungu, acha. Kwa sababu maradhi mengi tulio nayo, mambo mengi tunayoyapata kutokana na miili yetu ilivyo, ni kwa sababu ya kula na kunywa. Na kama kuna gharama kubwa kuliko zote, ni gharama za afya. Ni gharama za afya. Tunatakiwa kuchukua hatua. Mungu hakutuacha jinsi tulivyo, na ni dhambi wakati tunapokula, tunakunywa, tunaufanya mwili ushindwe kufanya kazi yake vizuri. Tunashindwa kuifanya familia ifanye kazi yake vizuri. Tunashindwa kuifanya jamii inayotuzunguka watambue kwamba sisi ni tunu au ni lulu. Lakini tunashindwa kuzalisha namna ambavyo taifa letu lingeweza kunufaika, kwa sababu ya kula na kunywa. Ni dhambi mbele za Mungu aliyetuumba. Biblia haitoi mwongozo wa lishe ya kisasa, lakini inatoa kanuni za mifano za ulaji unaofaa, ambao huo una uwiano sahihi.
Msingi wa vyakula vya mimea unapendekezwa sana kama nafaka iliyo kamili, mboga za majani, matunda. Hivi vyote vinavyotumika kwa pamoja vinajenga mwili. Mwanzo 1:29 neno la Mungu linasema, nimewapa kila mche utoao mbegu ulio juu ya nchi yote pia, na kila mti ambao matunda yake yana mbegu, vitakuwa ndivyo chakula chenu. Neno la Mungu lilisema. Mungu aliyejua toka kabla hajakuumba. Na ijulikane ya kwamba wewe kuumbwa ni mdogo kabla matunda. Yani Mungu aliposema matunda na kila kitu, ndipo akaja akamuumba nani? Mwanadamu. Alikuandalia kitu kilicho chema, kitu kizuri, kitu kinachofaa, na akasema ya kwamba matunda yaliyo na mbegu ndani yake, hicho ndicho kitakachokuwa chakula chenu. Adamu na Hawa walipoasi, Bwana hakuambia wasile matunda. Hau kuna mtu mwenye andiko hilo? Haikiwa hakuna, twapasa kurudia kila ambacho Mungu wa mbinguni alituambia. Kila alichokifanya kilikuwa ni chema sana machoni pake. Lakini pia katika Mwanzo 3 na ule mstari wa 18 anasema ya kwamba kuna kitu cha ziada ambacho kiliongezwa. Anasema, michongoma na miiba itakuzalia, nawe utakula mboga za nini? Za kondeni, mboga za mashambani. Leo watu hata kula mboga hawahitaji. Yani wanataka mboga isindikwe ndipo aende kufanya nini? Wakanunue. Wapo watu kununua mboga, haukuweza kulima mboga katika nyumba zao. Ukafanya hayo ndiyo maua ya kwako. Ukawa unachuma unatengeneza. Leo watu wamefikia hatua hata mboga zinatengenezwa sokoni, yeye anaenda kununua zilizotengenezwa na kukatakatwa na kuja kufanya nini? Na kuja kutumia. Unajiua. Unajiua. Na Bwana hakutuumba hivyo. Hata hivyo, Mungu wa mbinguni hapendezi na watu walio walegevu. Mungu wa mbinguni hapendezi na watu ambao ni wavivu. Na mimi asubuhi ya leo na mchana wa leo ninawaambia kwa jina la Bwana, kula kile ulichokitengeneza. Ninaongea na kina mama, ninaongea na kina baba, ninaongea na watoto na vijana, ya kwamba afya njema inaanzia nyumbani mwako. Afya njema inaanzia kwenye kijiko chako. Afya njema ina wewe mwenyewe. Kuishi kiafya ni kuchagua, kufa pia ni kuchagua. Halo? Unaweza usielewe ninachoongea, lakini nikuombe kwa rehema za Bwana ya kwamba kuishi ni kuchagua, kufa ni kuchagua. Leo yapo makaburi mengi sana. Hapo Yesu atakaporudi atasema umejiua. Dhambi ya kujiua ni mbaya. Ni mbaya kwa sababu unajiua kwa kula na kunywa. Tumeelekezwa namna ya kutumia chakula kwa kiasi. Tumeelekezwa namna ya kunywa maji kwa kiasi. Kila jambo litendeke kwa nini? Kwa kiasi. Kinyume na hapo tunafanya yasiyo stahili. Ezekieli 4:9 neno la Mungu linasema ya kwamba chochote kile ambacho kinaweza kikakuchochea na kikakutoa katika mstari, hicho hakifai katika maisha yako. Lakini tunaona namna ambavyo nafaka ambazo hazijachanganywa, mfano kama ni ngano, ni shairi, ni kunde, ni ndengu, ni mtama na vingine vyote kwa aina zake, zinashauriwa ya kwamba hicho ni chakula kinachojenga, hicho ni chakula ambacho kitaweza kukukamilishia kuwa na afya njema, kuwa na kiasi katika ulaji wa nyama. Halo? Mnaniangalia na kusema sasa wewe mama unaenda kwenye nyama. Naenda, ni kweli kabisa. Yani mnavyofikiri ni vema. Na mimi ninawaambia ya kwamba kuwa na kiasi katika ulaji wa nini? Wa nyama. Tunaweza tu kusoma kwa kina Danieli namna ambavyo, kwani nyama zikuwepo. Tena zilikuwa zimeandaliwa kwa mfalme ametoa amri viandaliwe vyakula vyote. Lakini wakasema kuliko kula hivi ni heri tule nafaka na vile ambavyo vinatakiwa. Na mimi ninakwambia ya kwamba kwa ulaji wa nyama unaweza ukawa ni faida kwako, lakini sio faida kivyo, kwa sababu
Leo wanyama wengi wana magonjwa. Leo wanyama wengi wanatusababisha kuingia katika saratani kwa aina zake. Na hivyo sio salama sana, kwa sababu wengi pia wanalishwa makemiko ya aina mbalimbali. Tumefikia hatua hata ulaji wa nyama za kuku. Tunafikia hatua tunakula kuku wasioongea. Halo? Wapo kuku wasiofanya nini? Ukimpelekea machinjoni anaenda. Yaani ukimshika hivi anakwenda. Kuku wasiofanya nini? Na unakuta wamepamba kwa aina za rangi. Na wakigundua ya kwamba unaweza kushtuka, siku hizi wanapaka mpaka rangi kwenye taa. Na hata ukienda kuangalia unakuta wanameremeta, kama ni wekundu, ni wanjano, kwa aina zake zote. Chukua tahadhari kwa kula nyama za kuku wasiofanya nini? Wasioongea. Na wakati mwingine hata utumbo ni wa kuku hawa wasiofanya nini? Wasioongea. Unajitafutia maradhi, unajitafutia maradhi ambayo kwa kweli yatakupatia gharama. Unaenda kununua kwa shilingi 500, unajitibu kwa gharama iliyo kubwa. Na wakati mwingine hata namna ya kujitibu kumeshindikana. Na hivyo ni jambo la msingi sana kufuata sheria za nini? Sheria za afya. Mambo ya Walawi 11, Bwana alitoa utaratibu. Utaratibu wa vyakula tunavyotakiwa kula, utaratibu wa wanyama tunaotakiwa kula, utaratibu wa wadudu tunaotakiwa kuwatumia, lakini pia hata utaratibu wa namna ambavyo tunatakiwa hata hao ambao Bwana amehalalisha kuweza kuwatumia kwa kiasi kile ambacho kinatakiwa. Mithali 23 ule mstari wa 20 hadi 21 inaonyesha dhidi ambavyo nyama za kupikwa kupita kiasi. Halo? Nyama tunazozipika kupita kiasi, nazo unakuta tupati nini? Protein yoyote, kwa sababu umepika na virutubisho vyote vikayeyuka. Lakini pia tunavyotumia nyama au tunavyokula nyama kupita kiasi ni sawa na mtu ambaye amekunywa divai, kwa maana huo ni ulevi. Tunaona namna ambavyo tunavyotakiwa. Unaposoma Wafilipi 4 mstari wa 5, kila jambo liende kwa nini? Kwa kiasi. Kila jambo liende kwa kiasi. Maji na vinywaji vya asili, ukisoma katika kitabu cha Methali 25 na ule mstari wa 25, neno la Mungu linasema, kama vile maji ya baridi kwa mtu mwenye kiu, ndivyo ilivyo habari njema itokayo katika nchi ya mbali. Maji safi yanasisitizwa. Unaweza tu kusitisha ulevi au tamaa ya kitu kinachochochea ndani ili uweze kukitumia. Kwa hiyo maji ni kinywaji kizuri. Maji yanatusaidia. Maji yanakufanya uweze kurahisisha mfumo wa utendaji wa kazi ndani ya mwili wako. Na jana tuliona namna ambavyo wengi wanasubiri wapate kiu ndipo wanywe nini? Maji. Umechelewa. Ni sawa na gari kwenye injini ambayo kabla hujaendesha, badala ya kukagua na kutambua ya kwamba vyote viko sahihi, lakini unapokuwa uko safarini unaendesha, ndipo unapoona mvuke au moshi unatoka. Umechelewa, usipochukua hatua gari linaungua. Ndivyo ilivyo kwetu sisi leo, ya kwamba tunapofikia hatua yani mpaka mwili unakauka na unahisi kiu ya hali ya pekee, na ndipo unapotambua kwenda kunywa maji. Hiyo ni hali ya hatari. Hiyo ni hali, ni kengele inayokuashiria ya kwamba mwili wako unahitaji maji, tena sivyo kawaida. Kwa hiyo maji safi yanasisitizwa kwa wingi ya kwamba hayo ni salama. Unaposoma kitabu cha Waefeso 5 na ule mstari wa 18. Hebu tuangalie. Hivi tunapofunga ndio sababu ya kutufanya tule na kunywa tunavyotaka. Yani tunafidia ya kwamba leo kuanzia asubuhi mpaka jioni nimefunga. Na hivyo inapofikia hatua huenda ya kufuturu, nimeandaa iftari. Je, niandae vyote ambavyo ninaweza kuvitumia? Tusome kitabu cha Danieli mstari wa 12, lakini pia utasoma Mathayo 6 mstari wa 16 hadi ya 18. Mara nyingi kuimarisha milo rahisi au kujiepusha na chakula ni lazima tuwe na nidhamu ya kiroho, kwa maana ya kuweza
kudhibiti mwili. Tusipodhibiti mwili, hutakuendesha kwa namna unavyotaka. Mfano mzuri wa ulaji na namna ambavyo waliweza kudhibiti mwili ni akina Danieli. Namna ambavyo wakiwa katikati ya vyakula vilivyosheheni vya kila aina, lakini walisema tutakula nini? Nafaka. Tutakula nafaka. Kwa hiyo ni vyema hata wewe ukichagua kwa ajili ya afya yako kuweza kula na kunywa na mwili wako kupatia nishati inayofaa kwa kutumia vyakula ambavyo vinaweza kukusaidia, vyakula vya nafaka, vyakula vya wanga, vyakula vya protein, maji na vinywaji vya kila aina. Chakula na ulaji katika roho ya unabii. Roho ya unabii inasema nini juu ya chakula na ulaji? Mimi nitaenda kusoma kitabu cha Mashauri juu ya chakula na ulaji. Neno la Mungu linasema, tabibu anapomwona mgonjwa anayeugua ugonjwa unaosababishwa na ulaji na unywaji usiofaa au mazoea mengine mabaya, lakini anapuuza kumwambia jambo hilo, hanamzuru mwenzake. Walevi, wenye wazimu, wale waliojiingiza kwenye uasherati, kwa hawa wote daktari anapasa hatamke waziwazi kwamba mateso yao yanatokana na dhambi yao ya kula na kunywa na kupita kiasi. Halo? Hiyo nimenukuu kutoka katika kitabu cha nini? Cha roho ya unabii. Lakini nitaendelea kunukuu. Neno la Mungu linasema ya kwamba kwa kuwa sheria za asili ni sheria za Mungu, ni wajibu wetu zaidi kujifunza kwa makini sheria hizi. Tunapaswa kujifunza mahitaji yake kuhusu miili yetu na kufuata na kujua mambo mengine, kwa sababu tunaposhindwa kuyafuata ni dhambi mbele za Mungu. Ujinga wa kujitakia, Bwana atatuhukumu. Halo? Bwana amesema ya kwamba kula kupita kiasi ni dhambi, kula kwa tamaa ni dhambi. Lakini pia kuna wakati ambao unapaswa kujifunza kujua namna ya kula na kunywa, na unapolichukulia katika hali ya kawaida, Bwana hata kuhukumu kwa sababu hukujua, hata kuhukumu kwa sababu ya uzembe, kwa sababu ulizembea. Anaendelea kwa kusema ya kwamba Bwana amemtendea mwili kana kwamba sheria zake ambazo ameziumba ni kiungo muhimu katika maisha yetu. Kupitia tamaa ya kula, anasema kupitia tamaa ya chakula iliyopotoshwa uwezo na viungo vyake vimekuwa dhaifu, wenye magonjwa na vilema, na matokeo haya ambayo shetani ameyaleta kupitia majaribu yake mwenyewe anatumia kumdhihaki Mungu na kusema anawashirisha mbele ya Mungu mwili wa binadamu ambao Kristo ameununua kwa mali na kwa gharama iliyokuu kama mali yake, akiwa mtu aliyependeza kama Mungu alivyomuumba. Kwa sababu mwanadamu ametenda dhambi dhidi ya mwili wake, ameiharibu njia zake Mungu, na kwa njia hiyo anamfedhesha Mungu na kumfanya Mungu ni muongo kwa jinsi alivyotuumba. Mungu wetu atusaidie. Ni mara ngapi tumemfedhesha Mungu? Wewe na mimi unajua. Ni mara ngapi umemfanya Mungu kuwa muongo? Wewe unajua. Lakini ni mara ngapi unakula kwa kujifurahisha? Wewe mwenyewe ni shahidi. Kitabu cha Danieli 1 mstari wa 12 hadi mstari wa 15, Danieli na rafiki zake walikuwa vyakula vya afya bora kuliko wengine waliokula chakula cha mfalme. Chukua tahadhari, omba Mungu akusaidie, fuata kanuni za afya. Na unapofuata kanuni za afya, neno la Mungu linatuambia namna ambavyo utafanikiwa, kwa sababu tunashindwa kufikiri vema kwa sababu ya kula na kunywa. Hata leo watoto wetu wanashindwa kufanya vizuri mashuleni kwa sababu ya kula na kunywa. Viungo vyetu vinashindwa kufanya kazi vizuri kwa sababu ya kula na kunywa. Wakati mwingine tumekunywa vile ambavyo havistahili na kuona ya kwamba tunatenda vema, lakini tunatenda kitu ambacho sio stahili mbele za Mungu.
Ninasema hii na ni ukweli kutoka kwa Mungu mwenyewe ya kwamba tunamtenda Mungu dhambi, kwa sababu miili hii ni hekalu lake takatifu. Hawezi kukaa kwenye hekalu ambalo tunakula na kunywa visivyo stahili. Turudi katika njia ambayo ametuelekeza kwa ajili ya kufanya kila ambacho kinatakiwa. Tunashindwa kupeleka kazi ya Bwana kwa sababu ya kula na kunywa. Umri ambao Bwana ametupatia kuishi tunaufupisha kwa sababu ya kula na kufanya nini? Kwa sababu ya kula na kunywa. Tunaweza kuwa na aina mbalimbali za vyakula vizuri zenye kujenga, tena kilichopikwa kwa njia rahisi ya kiafya. Leo bamia tumezifanya kama kuwa sicho chakula, wakati ni chakula ambacho kitaweza kukusaidia. Lakini pia leo amira imekuwa ni sehemu ya mapishi yetu. Yaani unatengeneza mkate ambao haupaswi kuweka amira, lakini bado unaweka amira tena nyingi, na isitoshe unakula hata huo mkate ambao bado ni wa moto, unazidi kuua familia ambayo Mungu amekupatia. Unaweza kusema ya kwamba hivi wewe mwinjilisti unasema nini? Unaweza kutengeneza mkate usiokuwa na amira? Ndiyo. Unaposoma kitabu hiki kinachosema kuishi kiafya, kakichukue, kanunue, kasome, tengeneza. Lakini unapoangalia kitabu hiki kinachosema mashauri juu ya chakula na lishe, ndicho nilichokuwa ninanukuu, kimeelezea. Lakini kuna kitabu kinachosema uponyaji, huduma ya uponyaji. Ni vitabu ambavyo vimeieleza afya kwa aina yake. Nipende kukutia kwamba wewe ambaye unanifuatilia ukiwa jumbani, ukiwa katika mitandao ya kijamii, ya kwamba kupika vibaya kunasababishwa na ulafi tulio nao. Kula vibaya kunasababishwa na miemko tulio nao. Wakati mwingine tumechagua ya kwamba vile tunavyoviona ni vitamu vinafaa, wakati havifai katika miili yetu. Tumekula keki kwa aina zake kwa wingi, tufikiri ya kwamba sukari zilizoko humo zinafaa, lakini kumbe hazifai. Sijasema usitengeneze keki. Tengeneza keki kwa kiwango kinachotakiwa. Tumia sukari ya asili, zipo ambazo tukizifanya vizuri, hakika ya kwamba chakula tunachokitumia kitakuwa ni chakula kitamu, na utakiweka mezani kwa ajili ya watu ambao Mungu amekukabidhi. Watakipenda na watamshukuru Mungu, kwa sababu utakuwa umewaokoa na dhambi ya kula vibaya. Somo la kujidhibiti ni la lazima. Ni lazima tuwafundishe watoto wetu ya kwamba sio kila sehemu wanakokwenda wanapasa kula. Lakini pia hata sisi tupasa kujidhibiti ya kwamba sio kila wakati ni wakati wa kula. Wapo watu ambao wana mazoea mabaya, mazoea ambayo hayamtukuzi Mungu. Asubuhi amekula, akiingia kwenye gari akakutana na karanga, atanunua, atakula. Hajakaa vizuri, akiona juisi anakunywa. Hajakaa vizuri, amechukua pipi ameweka, anapigijia ameweka, anafikiri ya kwamba hiyo ndiyo faida. Tena hata ile fedha Mungu aliyokupa unaitumia vibaya. Wapo watu wanaokufa kwa ajili ya kula na kunywa vibaya. Twapasa kujidhibiti kutoka katika tamaa ya vyakula. Na leo nyumba nyingi zina ugomvi. Huko majumbani kuna ugomvi. Familia zina ugomvi. Unakuta mtu na akili zake ana ugomvi na mke wake kwa sababu eti pilau iliyokolezwa viungo haijapikwa. Yaani huyo ni wa kumwombea, kwa sababu hata akili yake iko hivyo kama pilau iliyokolezwa viungo ilivyo. Na hivyo ni wasia kwamba tuweze kula na kunywa kinachostahili, tuweze kula na kunywa kinachofaa. Leo yakiwekwa magimbi, wameweka ubwabwa kwa aina zake, wakaweka kande zisizokopolewa kwa aina zake, ubwabwa utaisha. Lakini kande hakuna atakayechukua. Kwa nini? Watu tumekuwa wa mjini, watu hatutaki kula na kunywa vinavyotakiwa, tunakula ambavyo havifai. Mungu wetu atusaidie. Mimi sijaja kuwasema, ila ninasema kila ambacho tunachotakiwa kufanya nini? Kula na kunywa. Ya kwamba tunatakiwa kula na kunywa
kwa uangalifu. Hata leo magonjwa mengi yanazidi kuongezeka. Watu wana viriba tumbo, yani wanafikiria kwamba hivyo viriba tumbo walivyo navyo ni afya, lakini sio afya, ni mafuta yaliyorundikana mahali hapo. Nipende kukusii wewe ambaye unanifuatilia, kula na kunywa kwa uangalifu. Kula na kunywa kila ambacho Mungu amekwambia uweze kukitumia, na kwa njia hiyo unapokuwa umekitumia kwa uangalifu, jina la Bwana litatukuzwa. Mioyo ya watu leo inasononeka kwa sababu ya kukosa keki, kwa sababu ya kukosa mkate ambao una amira nyingi, eti kwa sababu ya kukosa maji ya baridi, kwa sababu ya kula barafu. Mtu anasononeka, anashindwa kutambua ya kwamba huko ni kwa ajili ya afya yake yeye mwenyewe. Kula kwa ratiba maalum. Epuka kula muda wowote. Epuka kula kila wakati jamani. Ninawaambia kwa jina la Bwana ya kwamba chukua chakula kwa wakati unaofaa. Tunayo milo 3 kwa siku. Kula kwa wakati ambao unatakiwa kuweza kuliwa. Ni muhimu kutambua ya kwamba mwili wako unahitaji nini. Mwili wako umepungukiwa na kitu gani. Kula chakula cha jioni angalau masaa 2 kabla hujaenda kulala. Nimesema angalau masaa 2 kabla hujaenda kufanya nini? Kulala. Unakuta ni mtu amelala usiku, anaamka usiku wa manane, anaenda kupika chakula, anakula, akimaliza anarudi wapi? Kitandani. Wewe ni mlevi, una tofauti na walevi. Yani unaufanya mwili hata kufanya kazi hauwezi kufanya nini? Kazi. Ni kazi gani ambayo usiku umelala imekufanya umepata njaa? Wewe unajua. Kwa hiyo kuzoesha mwili na kula vibaya ni dhambi mbele za nani? Tena wakati mwingine inakufanya kuweza kusababisha matatizo mengi ikiwemo hasidi tumboni. Leo watu wana vidonda vya tumbo kwa sababu ya ulaji nini? Mbaya. Tumejifunza namna ya kuandaa maharage, ya kwamba maharage yanalowekwa siku nzima alafu nakuja kuyapiga kesho yake kwa ajili ya kuondoa gesi na hata kuweza kufyonza virutubisho vilivyoko ndani. Lakini leo watu wanaenda kununua, anakuja kuosha na hatimaye fanya nini? Kubandika jikoni. Namna ambavyo ikiwa wewe umechoka kuishi, usiue familia. Narudia tena. Ikiwa wewe maisha yamekuchosha, hao unaowapikia ni watumishi wa Bwana. Wanatakiwa kufanya kazi ya Bwana. Mungu hakuwaleta hapa duniani pasipo kusudi. Wana kusudi. Wapikie na kuwalisha kile kinachofanya nini? Kinachostahili. Wewe ambaye ni baba unanisikia, unapoona ni mkeo hafanyi, wewe nyanyuka, fanya nini? Fanya. Kwa sababu ni kwa ajili ya afya yako. Kula chakula cha jioni kwa muda uliokusudiwa, na hiyo itakusaidia kuweza kudhibiti uzito. Lakini unapoendelea kula na kunywa holela, ujue ya kwamba uzito utakuwa ni mkubwa na utalemea wakati mwingine mfupa kwa ajili ya utendaji wa kazi, na wakati mwingine inaweza ikakusababishia ukawa na ugonjwa wa nini? Ugonjwa wa kisukari. Kula na kunywa. Kunywa mara kwa mara pia inaleta vitu ambavyo sio sahihi mbele za Mungu. Lakini kula matunda kila siku, hii inasaidia kuweka uwiano mzuri wa kisukari ndani ya nini? Ndani ya mwili. Matunda ya asili au matunda ambayo ndani yake kuna sukari ni mazuri zaidi kuliko sukari tunayoiongeza mezani. Ninarudia tena kwa kusema ya kwamba kula papai ni vizuri, kula embe ni vizuri kuliko kuchukua chai ambayo unaongeza nini? Sukari na unakunywa. Hiyo sio salama sana, kwa sababu sukari iliyoko ndani ya tunda au ndani ya vyakula na chumvi zilizoko ndani ya vyakula tunavyokula, hiyo ni nzuri na inadhibiti na inasaidia katika utendaji wa kazi. Na leo watu tumekuwa na dhana potofu. Tena hizi dhana tunazo katika akili zetu, dhana ambazo zinatufanya tunaishi kinyume
na utaratibu ambao Mungu ameuweka. Dhana ya kwanza ni kwamba kuruka mlo bila sababu yoyote, mtu anasema ya kwamba huko ni kupunguza uzito. Sio kweli. Sio kweli. Sio kweli kabisa, kwa sababu kuruka mlo aidha uwe na sababu maalum ambayo inakusababisha ufanye hivyo. Lakini endapo kama utakusudia kula chakula, hii itakusaidia pia kwa ajili ya kuweza kudhibiti mwili wako, kwa sababu mlo umeupangilia kwa kadiri inavyotakiwa. Lakini pia ipo dhana potofu nyingine inayosema ya kwamba wanga unamfanya mtu aweze kufanya nini? Haweze kunenepa. Ni wanga gani unaoutumia? Wanga ndio chanzo kikuu cha nishati ya mwili, lakini pia ni nafaka nzima. Matunda na mboga ni wanga zenye afya, ni wanga wa ziada au kitu ambacho kimekobolewa ndicho kinachoweza kukusababishia unene na kukuletea matatizo mengi. Lakini wanga ambayo haijakobolewa ni ya muhimu, kwa sababu inafanya mwili uweze kupata nishati, inafanya mwili wako uweze kupata nguvu, na ni nguvu ndizo zinazokusaidia katika utendaji wa kazi. Lakini pia ipo dhana nyingine ambayo ni potofu ya kwamba mlo au chai maalumu huondoa sumu au usafisha mwili. Sio kweli. Sio kweli hata kidogo. Ini na figo na mapafu, hivyo ndivyo vinavyoweza kusaidia kuondoa sumu wapi? Mwilini, na wala sio chai unayokunywa. Halo? Sio chai unayokunywa. Sumu inaondolewa kwa kutumia kiungo cha ini, figo na hata mapafu kwa njia zake zote. Hizo ni dhana potofu ambazo mtu anaweza akakudanganya ya kwamba unapokunywa chai nyingi sana ndipo unaondoa uchafu au sumu mwilini. Sio kweli. Sio kweli. Hizo ni dhana potofu. Lakini pia unahitaji kutumia vijalizo ili kukidhi tamaa au ili kukidhi kuwa na afya njema. Nafikiri vijalizo wote tunavifahamu ya kwamba umekula chakula saizi, baadaye ukienda tu hapo kidogo unanunua kitu kingine unakula, unanunua kitu kingine unatumia, unanunua kingine unatumia. Sio kweli. Vyakula kamili kama maharage, matunda ya misimu, mboga za majani na nafaka vinaweza kufanya na kuweza kukupatia bei nafuu kuliko hivyo vijalizo ambavyo tumekuwa tukivitumia. Mungu wetu aweze kutusaidia. Chakula na ulaji havipaswi kuhusishwa na mmeng'enyo au na matengenezo ya afya ya haraka. Masharti yanayokidhi au kufuata masharti potofu, hayo yanaweza kukusababishia mwili wako ukaingia katika afya isiyo sahihi, na hivyo kukusababishia magonjwa ya aina mbalimbali. Milo maarufu ya kupunguza uzito ni sharti tuweze kuizingatia ya kwamba vyakula vilivyokobolewa mara nyingi vimeongeza uzito usio kuwa wa kawaida na vimefanya watu wakawa na unene usio kawaida. Hivyo ni vyema badala ya kutumia hivyo vilivyokobolewa, ni vyema ukatumia matunda na mboga pamoja na nafaka ambayo haijakobolewa. Hizo ni salama zaidi. Lakini pamoja na kwamba utatumia hizo nafaka, kila kitu kinapaswa kwenda kwa nini? Kwa kiasi. Unapotumia bila kiasi unaingia katika matatizo, lakini pia unapopunguza vyakula hivi bado mwili wako unaingia katika matatizo. Chakula kinatumika kama mfumo wa chakula cha kiroho au neno la Mungu ambalo ni Yesu mwenyewe anayeongea na sisi. Neno la Mungu linasema ya kwamba mtu hataishi kwa mkate tu, ila kwa neno litokalo katika kinywa cha nani? Kinywa cha Bwana. Kwa hiyo hili uweze kuwa salama, hili uweze kuwa na afya iliyo njema, ni sharti neno la Mungu likae ndani yako. Linapokaa ndani yako, hiyo ni taa na mwongozo wa njia zako. Unaposoma katika kitabu cha Zaburi 119 na ule mstari wa 105, neno la Mungu linasema neno lako ni taa na mwongozo wa nini? Wa njia zangu. Kwa hiyo neno la Mungu linapokaa kwetu kwa wingi, litakufundisha namna ya kula na kunywa, namna ya kufanya, namna ya kuepuka na namna ya kudhibiti tamaa ya mwili. Ila tunapoendekeza tukala na kunywa visivyofaa,
Ukweli ni kwamba hata Roho Mtakatifu hawezi kukaa kwetu. Hivi anawezaje kukaa kwetu wakati sisi sio watii? Anawezaje kukaa kwetu kila anachoagiza hatuwezi? Hivyo liwe ni ombi lako na ombi langu la kujiepusha na dhambi ya ulafi. Mungu anahitaji aweze kutusaidia tuepukane na tamaa ya chakula, tuepukane na namna ya kuweza kudhibiti miili yetu. Lakini pia liwe ni ombi lako na ombe Mungu akusaidie huwe mwalimu kwa ajili ya kuweza kuwafundisha wengine, kila kitu kiweze kwenda kwa kiasi. Mungu wetu atusaidie. Ninatambua ya kwamba kwa akili zetu hatuwezi, na kwa jinsi ambavyo miili yetu ilivyo huwa inatupeleka katika kila ambacho sicho sahihi. Ila endapo tutamuomba Bwana kama ambavyo tumesoma Yohana 6:35 ya kwamba mtu hataishi tu kwa mkate, ila kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Bwana. Endapo neno la Bwana litakaa kwetu kwa wingi, Bwana hatatuacha. Kama alivyokuwa pamoja na akina Danieli walipotambua ya kwamba hivi tunatakiwa kula na kunywa nini, ndivyo anavyoahidi kuwa pamoja nasi. Mungu wa kipindi hicho ndiye Mungu huyu tuliye naye, ndiye ambaye hana upendeleo. Ukimwomba kitu chochote kwa jina lake, yeye anatenda. Bwana akubariki, Bwana akusaidie unapoamua kuchukua hatua thabiti za kuweza kukusaidia. Ninatambua ya kwamba ni kweli wengine wamepata ulemavu wakaa hivyo jinsi walivyo kutokana na ajali, lakini kwa asilimia kubwa tunaumwa kutokana na ulaji wetu mbaya. Leo saratani ni nyingi kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya kula na kunywa. Tunapenda kutumia samaki ambao hata viwanda vinapokuwa zikizalisha kemiko nyingi zinaelekezwa baharini, na tunakula na kunywa hao samaki waliotengenezwa. Tunapokula tunachukua madhara yaliyo ndani ya samaki na kukaa katika miili yetu, na hivyo tunaongeza wimbi kubwa badala ya kupunguza. Tunakuwa ni wahanga wa saratani kwa aina zake zote. Lakini endapo tungechukua hatua ya kuweza kutumia vile ambavyo Bwana ameelekeza, tungebaki salama na jina la Bwana lingeweza kutukuzwa. Bwana atusaidie. Kwa kweli tunahitaji Roho Mtakatifu anene pamoja nasi. Tunahitaji kushinda kwa nguvu ya Bwana, maana pasipo yeye sisi hatuwezi kufanya jambo lolote. Nipende kutoa wito ya kwamba yoyote anayesema ya kwamba kwa kweli hata mimi nimekuwa muanga kwa sababu ya 1, 2, 3, niombe usimame pamoja nami. Lakini sio hivyo tu, kwa wale ambao wanasema ya kwamba kwa kweli afya nilionayo sio ya kwangu, ninahitaji kujitoa kwa yule ambaye hajabatizwa, ya kwamba na niatoa maisha yangu mikononi mwa Bwana. Huenda ubatizo utakapokuja nami nikawa miongoni mwa watu watakaobatizwa. Ikiwa hilo ndilo ombi lako, njoo tutaomba pamoja na wewe. Yule ambaye anahitaji ubatizo na kwa sababu muda unasonga na ni agizo la Bwana kwa ajili ya kutoa maisha yetu mikononi mwake, lakini amesema atakayeniamini abatizwe. Niombe yule ambaye anahitaji ubatizo, kama yupo, tembea pamoja nami. Wazee watakushika mkono na watakuombea ikiwa kuna mmoja anayehitaji ubatizo. Lakini pia Bwana anahitaji tumtumikie. Kulingana na afya tulizo nazo tunatakiwa kufanya nini? Kumtumikia. Wale ambao wanasema ya kwamba mimi ninahitaji kumtumikia Bwana kwa njia ya kupeleka machapisho nyumba kwa nyumba, kwa njia ya kwenda kuambia wengine ushauri ulioko katika vitabu hivi tulivyo navyo. Ikiwa hilo ndilo hitaji lako, njoo huku mbele nami nitakushika mkono na kukuombea. Wale wanaohitaji kujitoa kwa ajili ya kumtumikia Bwana. Bwana anawahitaji watu wazima, anawahitaji vijana, anawahitaji watu wote waje wajitoe kwa ajili ya kumtumikia Bwana. Ikiwa ndilo ombi lako, njoo, tembea nami nitakushika mkono na kukuombea.
yaani wala usiofu ya kwamba utamtumikiaje Bwana, atakufundisha. Bwana akubariki sana. Bwana azidi kukuzidishia zaidi na zaidi. Niombe wazee wa kanisa tuweze kuwashika watu wa Mungu mkono, kwa wale ambao wanajitoa kwa ajili ya kumtumikia Bwana. Shamba ni kubwa, watu wanaangamia, watu wanakunywa vibaya, watu wanakula vibaya, watu wanalewa chakula ambacho kweli ni sahihi, lakini bado Mungu anahitaji tuwapelekee ujumbe kwa ajili ya kuambia ya kwamba wanavyokula na kunywa sio sahihi. Kwa hiyo nikuombe wewe ambaye unatambua ya kwamba kuna kazi Mungu aliyoiweka kwako, tafadhali ninakusihi, tembea pamoja nami, nitakushika mkono, nami nitakuombea, lakini aliyekuita ni Mungu atakayekusaidia kwa ajili ya utendaji wa kazi. Na nipende kuwashukuru. Nami nitawaweka mikononi mwa Bwana, kisha mzee wa kanisa anayesimamia idara hii, na kama yupo basi mzee aliyoko ataomba kwa ajili ya kuliweka kundi hili lililojitoa kwa ajili ya kumtumikia Bwana. Tuombe. Baba yetu mwema na rafiki yetu wa mbinguni, niseme nini mbele zako Bwana? Mimi niliye chombo tu. Umeruhusu mdomo huu kunena yale ambayo umeruhusu watu waweze kusikia, lakini ikiwa ni kwa ajili ya afya zetu, kwa sababu unahitaji tukutumikie, unahitaji tuwe na afya njema. Asante Mungu wa mbinguni, kwa sababu unahitaji tuweze kuyarisi makao ya milele tukiwa na afya njema. Jina lako litukuzwe. Watu wako wamejitoa, na kila mmoja anaomba kimoyomoyo pale alipotenda, aidha kwa kujua, aidha kwa kutokujua. Tunapoendelea kuongea nawe tukisihi Bwana tusamehe, kubali msamaha ambao ndani ya mioyo yetu watu wako wanakuomba. Lakini wapo watumishi wako wamejitoa kwako Bwana kwa ajili ya kukutumikia. Ninakusihi ukapate kuwabariki, ninakusihi ukapate kutembea pamoja nao, lakini zaidi ya yote tuandae sote kwa ajili ya uzima wa milele. Ndivyo ninavyoomba kwa imani, kwa jina la Yesu. Amina. Basi